Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tunaanza hatua ya kwanza ya kuweka wakfu jengo la kanisa. Kwa hiyo tuwapo hapa, tunaomba sasa katibu wa jimbo aombe ili tuanze kazi. Mwenyezi Mungu mtakatifu, Muumba wa mbingu na nchi, tunamshukuru kwa neema zako katika siku ya leo pekee ya historia katika kanisa letu Kanisa la Kristo. Na sio wako mahali hapa kwa kila hatua kwa wakfu jengo letu mimi pamoja na ibada tutakaendelea mahali hapa katika neema na nguvu na uweza. Baba, kwa sisi mwanzo mwisho katika uwepo wako na tumsako kwa amani. Asante Yesu, asante Baba, asante Roho Mtakatifu, na imekuwa. Amen. Amen. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tunaweka wakfu sasa jengo hili, na sasa naomba katibu wa jimbo tufungue kitambaa hiki. Katibu wa jimbo Free Pentecostal Church of Tanzania FPC kanisa la mahali Kivule. Jengo hili la kanisa limefunguliwa tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026 na askofu wa jimbo la Dar es Salaam Mchungaji Asante Zambi. Wafalme wa kwanza sura ya 9 mstari wa 3, nimeitakasa nyumba hii uliyoijenga. Amen.
Mama Mkasi. Ninakata utepe wa kufungua jengo hili la kanisa na kuliweka wakfu katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. jengo hili, maana sio kufungua tu, lakini kusudi ni kuliweka wakfu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo naomba wale walio nje sasa waingie ili tuliweke wakfu jengo letu la kanisa. Kwa hiyo tukiwa tumesimama, hivyo hivyo, labda ambaye anaweza kakaa ni mzee au mjamzito, lakini kama unaweza kusimama, naomba usimame. Maana ya kanisa.
Neno kanisa kwa Kiyunani ni eklesia, ni kikundi cha watu waliotubu dhambi na kuziacha kwa kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Biblia pia hufundisha kwamba kanisa ni maskani ya Mungu hapa duniani. Mungu anakaa na kutenda kazi hapa duniani kupitia kanisa lake. Kanisa hili hufananishwa na mwili, tena huitwa maskani ya Mungu. Tena wanaitwa watu waliotengwa kutoka dunia yenye maovu. Tena tumezoea kuita jengo au nyumba ya kufanyia ibada kwa jina hilo ni kanisa. Uhitaji wa kuweka wakfu jengo la kanisa. Kitendo cha kuweka wakfu jengo la kanisa ni kitendo kitakatifu. Kanisa ambalo ni maskani ya Mungu linahitaji heshima ya pekee ya kiroho na kimwili, kwa kuwa washirika na waaminio ni watakatifu. Hata mahali pa kuabudia ni lazima pawe patakatifu. Kuweka wakfu kanisa ni kumkaribisha Mungu kwa njia ya maombi na shukrani pamoja na sadaka, ili atawale watu wake na mahali wanapoabudia. Nyumba hii ya pekee iwe mahali patakatifu, na yote yanayoitwa matakatifu na safi yatokee humu. Sikilizeni sasa washirika na waaminio wote, katika Wafalme wa Kwanza sura ya 6 mstari wa 12 na wa 13, neno la Mungu linasema, katika habari ya nyumba hii uliyoijenga, kama ukienda katika sheria zangu na kuzifanya hukumu zangu zote na kwenda katika hizo, ndipo nitakapolithibitisha neno langu kwako nililomwambia Daudi baba yako, nami nitakaa katikati ya wana wa Israeli, wala sitawaacha watu wangu Israeli. Katika Agano letu Jipya, Mungu anasema hata waacha watu wake kivule. Amina. Agano Jipya katika Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 7a inasema, heshima hii na ahadi hizo ambazo Mungu anatupa, heshima hii ni kwenu ninyi mlioamini. Mstari wa 9 unasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Mstari wa 10 unasema, ninyi mliokuwa kwanza si taifa bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa hamkupata rehema bali sasa mmepata rehema. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 9 unasema, basi hao walio wa imani kubarikiwa pamoja na Ibrahim aliyekuwa mwenye imani. Maombi. Sasa tunataka tumwombe Mungu ili nyumba yetu ikamilika, iwekwe wakfu kwa maneno ya Mungu na maombi. Naomba watu wageukie ukutani, walio ukutani washike ukuta. Tunataka tuombee wahuku washike ukuta, wachungaji washike ukuta huku madhabahuni, na wale walio nyuma washike ukuta, wageukie ukuta, na wale walio nje shikeni ukuta kwa nje, shikeni ukuta huko. Tunataka tulibariki sasa nyumba hii pamoja na wote watakaoingia katika nyumba hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kutukuza Mungu mwenyezi na wa milele, Mungu wa manabii watakatifu na mitume wa Bwana wetu Yesu, wewe uliotuchagua tuwe wana wako wa urithi wa uzima wa milele, uliotupa urithi huu katika Yesu Kristo mwanawe aliye kichwa na cha kanisa. Kwa neema na nguvu zako tumekujengea nyumba hii
mahali ambapo sisi tutakuwa tunakusanyika ili kukuabudu wewe, Mungu mwenye enzi yote na rehema. Tumekusanyika ili kukuabudu wewe, ili jina lako litukuzwe mahali hapa. Tazama, mbingu za mbingu hazikutoshi wewe, sembuse nyumba hii tuliyokujengea. Hata hivyo wewe umekubali kuwa miongoni mwetu. Bwana wetu Yesu Kristo umetuambia, walipo wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nitakuwa hapo hapo pamoja nao. Mungu Baba yetu, twakuomba wabariki wale wote waliokusanyika hapa, wauone utukufu wako, wajaze Roho Mtakatifu wako, wachungaji na watu wote. Neno lako takatifu litangazwe vema na ukweli wako wakalie watu wako wote wanaokuamini na watakaokusanyika katika jengo hili. Naomba wakati naendelea kuomba, na wewe endelea kuomba kwa sauti ya chini. Baba wa mbinguni, kwa kusihi ukasikilize maombi ya watu wote wanaokuomba mahali hapa, wajaze baraka zako kwa kadri ya neema yako kuu. Mungu mwenye enzi, twakuomba nuru yako, twakuomba nuru ya uso wako ipate kuangaza wote watakaoingia na kutoka katika nyumba hii takatifu, ili wapate kukuabudu katika roho na kweli. Utujalie sisi sote tupate kukufuata wewe peke yako, ili tupate kukuabudu tukikutumikia katika enzi yako pasipo mwisho. Kwako iwe sifa na utukufu sasa na hata milele. Amen. Sasa nyumba hii ya ibada imewekwa wakfu kwa makusudi ya ibada na kazi ya Mungu. Ibarikiwe kuta hizi ambazo tumezishika, zibarikiwe kuta hizi zitakazolitukuza jina la Bwana Mungu wetu, pamoja na sauti ya watu wako kuaminio watakao kuwa wamekusanyika kuendesha ibada mbalimbali mahali hapa. Amen. Ibada na kazi ya Mungu. Zibarikiwe kuta hizi na watu wako watakaoliinua na kulitukuza jina lako mahali hapa. Ibarikiwe madhabahu hii, ibarikiwe madhabahu hii na vyombo vyake vyote. Libarikiwe jengo hili lote, maovu na kelele yasiwepo, nalo kusanyiko la watu wako lipate usalama chini ya mbawa zako, Yesu Kristo Mungu wetu. Na amani idumu katika jengo hili siku zote, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Tumeshafungua na kuweka wakfu jengo letu, na sasa naomba yule mwelekezaji watu wakae namna gani aje, alafu tupate kukaa tuendelee na ibada.